Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeandaa mkakati wa utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Mkakati huo umeainisha shughuli zitakazotekelezwa katika kipindi cha muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Aidha, wizara za kisekta na taasisi za haki jinai nchini zinatekeleza mkakati huo kupitia mpango na bajeti za kila mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imejenga mfumo wa kielektroniki unaoitwa e-maboresho wa utoaji taarifa katika kipindi cha robo mwaka, nusu mwaka na mwaka. Kupitia mfumo huo, taasisi za haki jinai hutoa taarifa ya hali ya utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Mheshimiwa Ado Shaib Ado. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Katimba, ambaye nikiri yeye pamoja na Mheshimiwa Judith Kapinga ni classmates wangu na tulipata huduma ya mafunzo na malezi kutoka kwa Mheshimiwa Kabudi na Mheshimiwa Turia Ackson. Hiyo ni historical fact ambayo inanipa faraja ndani ya bunge hili. Maswali mawili. Swali la kwanza, kwa kuwa mapendekezo yaliyotolewa na Tume ya Haki Jinai, baadhi ya mapendekezo hayo yanahitaji mabadiliko ya kikatiba na kisheria ili kuleta ufanisi, weledi na uhuru kwenye taasisi za haki jinai kama vile mahakama, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, jeshi la polisi na taasisi nyingine za haki jinai. Na kwa kuwa hadi sasa si ndani ya bunge hili wala kwingineko, serikali haijaleta programu inayoonyesha mchakato wa kupata katiba mpya utakwendaje, wala haijaleta programu ya mabadiliko ya sheria ambazo zinakwaza ufanisi wa vyombo vya haki jinai. Ni lini sasa serikali italeta mchakato wa kupata katiba mpya ili kututoa wasiwasi baadhi ya wadau ikiwemo mimi tunaodhani kwa mwenendo huu serikali na Chama cha Mapinduzi hakina nia ya dhati ya kuleta katiba mpya bali inaitumia ajenda hiyo kama turufu ya kisiasa? Swali la pili, kwa kuwa muhtasari wa ripoti ya haki jinai hasa ukirejea ukurasa wa 34 aya ya 3.14 imeweka bayana kuwepo kwa malalamiko ya wananchi dhidi ya jeshi la polisi, ikitaja vitendo kama matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa ukamataji pamoja na kutesa watuhumiwa na kubambikia watu kesi. Na kwa sababu vitendo hivi vinaathiri sana taswira na heshima na kukubalika kwa jeshi la polisi, ni lini sasa serikali itatekeleza mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, hasa lile pendekezo la kuleta mageuzi ya kimfumo, kimuundo na kimafunzo, kulitoa jeshi la polisi kutoka taasisi ya mabavu kupindukia kwa maana ya polisi ulipeleka katika taasisi ya huduma za kipolisi kwa maana ya police service? Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kukubaliana na Mheshimiwa Ado Shaibu Ado kwamba ni kweli mimi na yeye tumekuwa katika darasa moja Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, walimu wetu wakiwa pamoja na wengine, Profesa Kabudi, Mheshimiwa Dr. Tulia. Na kwa msingi huo naomba nilijibu swali lake la kwanza kama ifuatavyo, kwamba anafahamu kabisa kuna masuala ya aina mbili. Kuna normative principles ambayo ni masuala ya msingi, lakini kuna masuala ambayo ni operational principles, masuala ya kiutendaji. Sasa tume yetu hii ya haki jinai ni kweli ilifanya kazi na ikaja na mapendekezo 333 ambayo baada ya tume kutoa taarifa ile serikali tayari imeanza kuyafanyia kazi, na miongoni
Miongoni mwa masuala ambayo au mapendekezo yaliyotoka ya Tume ya Haki Jinai, hakukuwa na mapendekezo yoyote ambayo yanagusa zile normative principles, kwa maana kanuni msingi ikiwemo mabadiliko ya katiba kama ulivyosema wewe. Lakini tunafahamu masuala yaliyogusiwa katika mapendekezo ya haki jinai ni masuala ambayo yaligusa kwenye operational principles ambazo tayari zipo katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye Bill of Rights. Article 12 ibara ya 12, ibara ya 13 inaenda mpaka ibara ya 29. Kwa hiyo swali lako ni zuri Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Ado. Serikali tayari ipo katika utekelezaji, ndio maana kwenye majibu ya msingi nimeeleza bayana, kuna yale ya kutekeleza ndani ya muda mfupi, kuna yale ya kutekeleza ndani ya muda wa kati, na kuna yale ya kutekeleza ndani ya muda mrefu. Serikali imeunda mfumo rasmi wa kutoa taarifa. Taasisi zote za haki jinai, wizara zote zinazohusika zinatoa taarifa ya utekelezaji wa mapendekezo haya ya Tume ya Haki Jinai. Naomba nikutoe hofu Mheshimiwa Mbunge, swali lako ni zuri sana, na serikali itaendelea na utaratibu huu kuhakikisha kwamba mapendekezo yote ya Tume ya Haki Jinai yanatekelezwa ili kuleta ubora na ufanisi kama ulivyoainisha wewe mwenyewe. Lakini kuhusiana na swali la pili na lenyewe linaunganika na swali la kwanza. Umezungumza kuhusiana na jeshi la polisi, sasa litoke lisiwe tena ni jeshi la polisi, iwe ni service. Swali zuri, na ni kweli kwenye mapendekezo yale tayari yameshapokelewa. Kuna mapendekezo ambayo yanagusa sera. Kuna mapendekezo ambayo yanagusa sera, yanaenda kwa utaratibu huo, yanapita kwenye cabinet na miswada katika mwezi wa 9 Septemba mwaka huu. Kuna miswada itakuja kwa ajili sasa ya kufanya marekebisho ya sheria mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Kwa ujumla wake, naomba nikupe comfort Mheshimiwa Mbunge, na Watanzania wote wafahamu kwamba serikali inafanyia kazi kwa umuhimu mkubwa sana mapendekezo yote ya Tume ya Haki Jinai. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri, Wizara ya Katiba na Sheria kwa majibu hayo.